Kaka. Mambo vipi? Safi bwana, kwema? Kwema. Habari yako bwana? Bwana, salama kabisa. Umetokea wapi huko? Nilikuwa nipo tunatembea kidogo. Usijali kaka bwana, shemeji ataonekana. Katikati ya mapenzi, sina mbele sina nyuma, yani kwake nimejifia baby. Halo. Uko wapi ndugu yangu? Ndio. Kuna mahali hapa nimekaa. Hapa mbweni ngoja hapa, ndio. Sawa. Nakuomba sana ndugu yangu. Kuna jambo nataka tutete mara moja. Sawa, haina shida, haina shida. Hivi ina maana mke wangu ndo ameondoka kweli? Au kuna kitu ambacho nilikosea? Lakini singeniambia. Namtafuta kwa udi na uvumba nihakikishe anarudi katika kitu gani ambacho labda nimefanyia kikubwa kifikia hatua hii. Bwana kaka. Nimekuita hapa ndugu yangu. Kuna ujumbe nataka nikupe ndugu yangu. Kuna taarifa ngumu sana ndugu yangu. Ndugu yangu, niko naishi na mke wangu ndani. Sasa Bwana Tino namtafuta sana mke wake. Watu wanamuulizia sana. Umeona? Sasa nikahisi washaanza kujua kama yupo kwangu. Umeona? Kina Suraji, Bwana Mjumbe, watu tofauti wananiulizia sana mimi. Sasa nikahisi kwamba wanajua kwamba yuko kwangu, si unajua? Sasa nilivyoamua mimi nikaamua nimsafirishe. Maana nampenda sana, afu Tino akija kujua itakuwa ni noma sana ndugu yangu. Yaani cha kwanza umefanya jambo zuri sana. Kwa sababu taarifa zinazosambaa hapa kijijini sio ndogo. Sio ndogo, inaistoshe mwenyewe mwenye mke wake. Nadhani unajua kashatangaza kabisa atemkuta na mke wake. Oya. Jambo zuri ulifanya.
kwa sababu anamtafuta mtu leo kesho, na akimpata atachofanya kazi ipo. Nikusifu kwa hilo kwanza. Asante ndugu. Maana hatari sana ndugu yangu. Unajua yule mwanamke ndugu yangu ananipenda sana. Ndio. Na mimi nampenda kutoka moyoni ndugu yangu. Ili nisimpoteze. Nimeamua hivyo ndugu yangu. Una hatari bwana. Ndio. Maana sielewi. Muona? Ndio. Bwana Tino namtafuta sana mke wake. Yuko kijiji jirani hapa ndugu yangu. Kumbe vijana wanajua huyu binti aliko. Yaani sisi tunahangaika tunamtafuta mke wa watu, kumbe vijana wanajua kabisa binti yuko wapi. Sasa hawa vijana hawa nitaenda nao bampa tu bampa mpaka nitajua binti yuko wapi. Sina mbele sina nyuma, yani kwake nimejifia. Baby, tu es la lumière qui éclaire mes soirs. Laisse-moi te dire, loin de toi je n'arrive plus. Oh mahaba, yamenishika sana mimi. Oh mahaba, yameniua sana mimi. Oh mahaba, yamenishika sana mimi. Oh mapenzi, yananiua sana. Vipi Tino? Aise safi, tunaona mko poa. Tuko fresh. Wadada mjini wenyewe wanasema mmepoa. Si hatujapoa, tumechangamka. Bwana. Ndio. Naona umepaukiana. Mimi. Umekonda? Au kisa mkeo kakuacha? Wewe habari ya mke wangu mimi kuniacha wewe inakuhusu nini? Babu jinga inama ufikiri mali yako yaliwa. Hello. Aha, bwana mjumbe. Vipi bwana? Niambie. Kwema? Kwema? Upo? Nipo basi. Unajua tunatumia maji ya mtoni kidogo. Ndio. Hivyo. Sawa bwana, habari yako? Safi. Kwema? Safi. Leta mapya. Bwana kuhusiana lile swala. Ndio. Sina mengi sana ya kuongea hapa, ila lengo ni kufikisha lile swala. Kwa siku ile mimi nilichemka bwana. Kwa sababu nilikuwa na harakati zangu, mambo ya kiserikali huku na huku, sinajua. Ndio. Ila kesho yake nikafuatilia lile swala, wakati naondoka kule kumfuatilia yule kijana,
Si nikawakuta bwana kwenye kijumba fulani hivi yule nani James na yule mtoto na kijana fulani hivi. Anambia simfahamu. Wanaongelea lile swala kuhusiana yule binti. Sasa walikuwa wanasemaje? Inaonekana kabisa 100% yule binti yupo kwa James. Do. Kwa hiyo tunavyohangaika vyote lakini yule binti James anajua alipo. Kwa sababu nilishiba maelezo yao na 100% kabisa naamini yule James anajua binti wapi alipo. Bwana mjumbe wewe bwana, hilo swali nalijua. Kwanza nikombe samahani. Ndio. Na nyingine mimi nafahamu kabisa kwamba mke wa Tino alikuwa anapatikana wapi. Ndio. Sababu James, ndio Ali James yule. Ndio. Ndo alikuwa anamiliki yule mwanamke. Ndio. Alikuwa anakaa naye kama mke na mume. Ndio. Kwa mimi niliamua tukaa kimya ili niweze kuona mwisho wake itakuwaje. Sasa mimi nikipata nafasi nitamtafuta Tino na nitaongea naye. Nitamuelekeza ili tafute njia sahihi ya kusolve hili swala. Na maana gani kusema hivyo? Ina maana hujui? Mtafute huyo shemeji yako. Atakwambia nao mkanda kamili. Yaani nimtafute Suraji kuhusu nini au mkanda gani unasema? Kuhusu mkeo huyo. Wewe unataka kuniambia Suraji anajua mimi mke wangu alipokuwa? Anajua, ndio maana nikakwambia mtafute. Hapa mjini shule wewe. Haya. Nataka kuzubaaga hapa. Da. Hivi ina maana siku zote naenda kwa Suraji kuomba ushauri, kufanya nini? Ina maana yeye anajua mimi mke wangu alipo. Kwa ananificha, si ndio? Ngoja niende huko. Karibu ndugu yangu. Asante sana. Vipi lakini salama kabisa? Bana safi bana shemeji. Si wewe tu ulipotoka. Salama lakini kiasi chake. Shida nini tena? Hivi kwa shemeji? Ndio. Ina maana mimi siku zote nakuja hapa kuomba ushauri na wewe kila siku unanisii kwenye ushauri. Kumbe hiki kitu kinachoendelea wewe unakijua? Sasa ulikuwa na maana gani unifiche? Kwani umeambiwa nini? Ina maana wewe hujui sakata linaloendelea kuhusu mimi na mke wako? Shemeji, kwanza mimi naomba unisamehe kwa yote yaliyotokea. Lakini mimi nilikuwa na makusudi ya kufanya yote hayo. Hivi unadhani kwa kile kipindi ambacho sakata lako limetokea, alafu mimi pia nilikuwa katika sehemu ya kujeruhiwa, unadhani ningekwambia kuhusu mwizi wa mkeo, ungefanya maamuzi gani wewe kama wewe? Kifupi mpaka sasa hivi mwizi wa mke wangu sijamjua. Ninachokijua ni wewe unajua mke wangu wapi alipo. Sawa shemeji, lakini mimi ningekusaidia kitu kimoja. Hata mimi sijui alipo, ila nahisi. Kwa nini unatengeneza ulakini? Ina maana wewe huyo mtu unamficha, si ndio maana yake? Okay, sawa. Mimi ningekuomba kitu kimoja. Ukitoka hapa, naomba mtafute dalali. Nadhani dalali anaweza kukuelekeza mahali ambapo mkeo yupo.
Hivi shemeji, kama wewe ndo mtu wangu wa karibu na ndo tunaishi kama ndugu, unashindwa kunambia, je, nikimfuata dalali unahisi atanambia? Shemeji, wewe ulishindwa kucontrol hasira kipindi ambapo mdogo wako alikuwa ametoka nyumbani kwangu na ukatishia mpaka kukatana mapanga. Vipi leo nikwambia kuhusu swala mkeo? Hivi utakaporeact? Kwa mimi hapa kama kuna kitu ambacho naweza kukusaidia. Nadhani ukimtafuta yule dalali anaitwa James. Ukipata huyo atakuelekeza mahali mkeo ambapo yuko. Unajua nini? Hem, tuende kwanza kwenye usinyaji. Unajua na usione ninavyoongea sijui unanichukuliaje. Unaona kama ni mpumbavu? Sisi ni watoto wa kiume, ni kitu tu cha kunyosha indirect. Bwana, mkeo yuko mahali fulani. Si basi yameisha. Au unaona lami kila siku nikipita hivi watu wanasema wanaongelea watu nini? Yaani imefika stage mpaka watoto wadogo sasa hivi wanajua kijiji. Alafu shemeji unajua kila kitu unanificha. Unaniambia tena nikamtafute dalali. Kwa nyumba yako ikiwaka moto, mimi naenda nikamtafute dalali, nikamwambia dalali, nenda kamwambia yule nyumba yake inawaka moto. Basi nisikize kwa makini shemeji. Ukitoka hapa, nenda moja kwa moja mpaka nyumbani kwa James. Tena fanya haraka kwa sababu amekaa na mkeo muda mrefu sana. Hivyo ana plani ya kuondoka naye na kupeleka mbali sana. Endapo utachelewa, utamposa mkeo shemeji. Unamaanisha mke wangu yuko kwa James? Yupo kwa James. Unamaanisha mke wangu anatembea na James? Okay. Kuna nini? Huko tulikotoka huko kuna taarifa mbaya. Taarifa mbaya? Ndiyo mjumbe. Taarifa ya nini tena? Mwananchi wako kafa huko. Mwananchi wangu yupi tena? James. James? Huyu unamfahamu mimi? Ndiyo. Kimemkuta kitu gani? Sijui, wewe nenda utajua huko huko.